Haya majengo hapa. Haya majengo yanapumzika mabosi wetu. Wale sisi ambao tunapata kuonyesha waharibu shehe wakapata ubarikio. Sisi ndio wanaishi huko. Na hapa napo pana ofa ambayo inatokea. Kwa mfano, mama ni mjamzito, mimba ya miezi miwili inamsumbua. Atakuwa kufika hospitali. Akifika hapa anapumzishwa hapa ndani. Kuna maji ya moto masaa 24, umeme na kila kitu na magodoro na mablanketi ya kutosha. Analipa shilingi 5,000 tu. Yaani kwa mfano, umekuja una mimba ina miezi miwili. Hapo kufunga miezi 9. 5,000 ile ile mtu. Sawa. Umeelewa kitu? Yaani umekuja una mimba ina miezi miwili. Inakusumbua. Utakaa hapa mpaka unajifungua. Wakati unafika utalipa shilingi 5,000. Hiyo miezi mingine yote mpaka unajifungua kama yaani gharama yako ni chakula, lakini malazi, maji ya moto na kila kitu. Sawa, mna mazoezi, mna kamba, mna mipira, unaweza kuwasimamia. Sawa, na kupika wanapika kule kule kambini. Yaani mtunzaji wako anakuwa anapika kule, analala kule, ila wewe mjamzito analala kule. Ukipata changamoto yote usiku, hawa wenzio ndio wanakupeleka wale mateja wodini, wanafahamu na uzazi ni wapi. Hao wenzao wanakusindikiza, lakini wakati huo wametoa taarifa kwa nani? Kwa mtunzaji wako. Karibuni sana. Hapa ni dawa na mamlaka. Sasa hivi na mimi kwenye kanisa tuendaje? Tunaenda kwenye gari huko. Ndio kwenye gari kule. Sasa sikia, nikitaka pale kulipia dawa nipate dawa na ruhusa, unapata? Yaani nilipia tu dawa, habari nyingine hamna, na ruhusa. Eti nani? Huyu anataka dawa kulipia pale. Hapa leo wamefungua. Na ruhusa. Hapa wamefungua. Mpaka uandikishe. Yaani kwa sasa lazima uandikishe. Mfumo utakuwa mkubwa. Lakini huo mfumo upo na unachelewa familia nyumbani. Pita unanunua tu duka la dawa pale. Naam. Tupige basi. Hakuna unapiga picha ya kutoa. Baba anataka kupiga picha hapa kabla tuenda hapa. Na mimi basi na mimi nipige, na mimi nipige. Tupige. Talusha kwenye mlangani. Tayari. Pige basi. Mimi. Dale.
Ndio nipige hapa nani kwa Yesu hapa. Unipige mimi paka yangu kwa Yesu. Ya wewe mwenyewe. Hiyo nataka mwenyewe. Piga na nyingine na wewe. Pigeni wote bwana. Pita patelee tukipita nani au Jamani. Yeye ana mlangaji. Yeye ana mlangaji. Nasema mimi niliwaeleza nyinyi na ndio piga. Uko mbali msije So mbali. Naliona hapa tena nikaona hapo. Hilo ndio tulikuwa tunalitumia zamani, ndio ilikuwa inaitwa parokia ya Ikonda, ndio ilikuwa hapa. Kumbe hii inaitwa ilipofika huduma ya Sasa hizi ni Consolata hospitali. Zamani kulikuwa ni Consolata hospitali. kama nibarikiwe sana. kwa tulikuwa katika sote. Sasa ndio pamoja na rafiki yangu hapa. Hapa hii ni ofisi pia ya wale waliopata changamoto ya viungo. Kwa mfano, umekatwa mguu chini ya goti au juu ya goti, basi viungo bandia vinatengenezwa hapa. Sawa, hivi hapo kuna ofisi. Sawa, hapa kama ulikatwa mguu chini ya goti au juu ya goti, unahitaji mguu wa bandia na baadaye unatembea kama ulivyokuwa mwanzo. Mambo yote yanatengenezwa hapo ndani. Viungo bandia vinapatikana hapa. Ukiona kuna mtu anatembelea mguu bandia au sio amevaa mikono bandia, basi hapa ndio ufundi. Hapa hii ni ofisi ya watu wa umeme, hii ni ofisi ya watu wa welding ndio wanafanya. Kwa hiyo naona nikatembea hivi kabisa. Sasa tuko natembea. Wewe ukitaka uje kesho, tutakutana na madaktari hapo wanaohusika na hizo kazi. Kutoka hodi pale la mifupa pale, wale waliokata miguu na bodaboda, si gari na nini, baadaye unakuja kutengenezewa kiungo chako hapa, kutembea kama ulivyokuwa mwanzo na unavaa kiatu kama kawaida. Hakuna ukulima hiyo. Karibuni sana. Sio tu wakati wa kula ndio kama hivi siku nyingine. Na walimu wengine tunawatambulisha pale, tunafunguliwa hospitali.
ndani ya kwaya pale kuna full package kama vile mmejidai nyinyi, na sisi pale kuna full package. Jamani, kushukuru jamani. Asante. Tuanze kufuata jamani. Kwenye magari. Karibu kwetu. Utakuja lini mara mwisho? Mara mwisho utakuja lini? Wewe toka huko ufanya